ari kibao, wanashushwa kwenye magari, wanaenda na uwawa. Unasema kifo ni kifo, kifo ni kifo. Alafu mnakuja na unasema mwacheni mama afanye kazi. Kazi gani? Kazi gani? Kazi ni hii ambayo ndugu zetu wamepotea. Mnajifanya hamjui kinachosababisha watu wanaongea, ila mnataka kwamba mwacheni maliziano, mwacheni. Kumbukeni kwanza chanzo cha watu kuongea ni nini. Kumbukeni chanzo cha watu kuandamana ni nini. Mtu kwenye taasisi yake afanye kazi za taasisi yake. Kama ni taasisi ya kijamii ifanye kazi za kijamii. Kama ni taasisi ya kidini ifanye kazi za dini. Kama ni taasisi ya kikabila wafanye kazi. Naume mnatunyanyasa. Mnamnyanyasa Dr. Samia. Tangu amechaguliwa na Watanzania, mmekuwa mkimzuia kufanya kazi zake. Mmekuwa mkimsononesha. Ninaomba wanaume mtuache. Mlitawala miaka yote, awamu 5, awamu ya 6 ya mwanamke. Mnatunyanyasa. Wanaume tulieni tuwaongoze. Yes. Shalom mtu wa Mungu. Baada ya kimya kingi, leo nimejisikia nitoke na maelezo haya ya hawa ndugu zetu ambao ni CCM. Mimi nisemacho ni kwamba nchi hii sio mali ya CCM, wala sio mali ya Samia wala Nchimbi wala Mwigulu Nchemba. Nchi hii ni mali yetu sote. Tumezaliwa wote Tanganyika, na kwa kuwa tumezaliwa Tanganyika, manake wote tuna nafasi ya kupangana, kuonyana, kuelekezana. Nasimama kama nafasi ya mtu wa Mungu, lakini pia nasimama kama mwananchi wa Tanganyika. Katiba inaruhusu mwananchi kutoa maoni yake, lakini pia ifahamike, jeuri yoyote ambao mnaweza mkawa nayo watu wa CCM inatokana na kodi za Watanganyika, ambao Watanganyika wenyewe ni mojawapo ni mimi. Nina haki ya kuhoji baadhi ya vitu vinavyokuwa havijaenda sawasawa, na katiba inaruhusu mwananchi kutoa maoni. Sasa kitendo cha huyu sini katibu sini nani wa CCM ambaye anasema kwamba kila mtu abaki kwenye nafasi yake, kwenye kitengo chake, bila shaka ni mgongo wa kujifichia wa kuendelea kufanya mabaya, asiwepo atakayekuwa anarekebisha au kujaribu kuhoji. Mimi nisemacho kwamba nchi hii kwa kadri mtakavyozidi kutumia njia ambazo nyinyi mtahisi ndio busara, hizo njia ambazo mtakuwa mnalazimisha watu wafuate matakwa yenu, hata kama yatakuwa yanaumiza, hata kama yatakuwa hayaleti manufaa ya moja kwa moja kwa wananchi, ila yanaleta kwenu nyinyi tu manufaa. Njia zozote mtakazozitumia ni njia ambazo zitaendelea kusababisha taharuki, kwa sababu sisi wengine tukiwa tunazichambua lugha hizi kwamba zitaleta madhara kiasi gani, kwa sehemu huwa tunaitwa wachochezi. Lakini CCM ndio mna uhalali tu nyinyi wa kusema kwamba hawa tukiwapoteza polisi msiwatafute. Uhalali huo ndio mnao peke yenu. Kwa maana nasema nchi hii sio mali ya CCM wala sio mali ya Nchimbi wala sio mali ya Samia wala sio mali ya Mwigulu Nchemba. Ni yetu sote. Tuna haki ya kupangana mambo yanapokuwa yameenda vibaya, kwa sababu nijuacho ni tuko katikati Tanzania au Tanganyika, tuko katikati ya bahari, tuko na mtumbwi, alafu nahodha anatoboa mtumbwi, asiwepo atakayekuwa analalamika kwamba tutazama. Basi na hakika tutazama sote, kama tusipokuwepo tutakaokuwa tunajaribu kupiga kelele. Hoja yangu ya pili, hiyo ni ya kwanza ambayo nilikuwa naielezea kwamba mkisema kwamba wasiwepo atakaokuwa naongea chochote, tusiwepo ambao tutakuwa tubaki tu kwamba wewe ni kiongozi wa dini, wewe baki huko huko, wewe ni mwalimu, wewe si ni nani, wewe baki huko huko, usiseme chochote, usiongee chochote. Tutazama sote, kwa sababu hii nchi ni mali yetu sote. Kuwa kiongozi haina maana kwamba wewe ndo mfalme, hapana. Na kuwa kiongozi ni kuwa mtumwa, kutumikia wengine. Sio tu ukisha simama utaongea chochote, asiwepo atakayesaisha, asiwepo atakayeongea chochote, na mwisho wa siku. Na ndio maana zinakuwepo za kauli hizi za watu kwa pesa posi msatafuta. Hapo sasa imefikia hatua watu wamekuwa wanawaogopa CCM, wanaiogopa serikali kana kwamba wao ni miungu.
hiyo kwa mcha Mungu, kwa mtu wa Mungu ni vigumu kutii ujinga na kusikiliza ujinga, asipinge wala kukosoa. Kwa mujibu wa Biblia hii mnaoapia hii, mnasema mimi na hapa kwa mujibu wa Biblia. Jueni kwamba Biblia ilitaka watu wa Mungu basi tu tuna uwezo wa kuonya na kukemea mahali panapokuwa pamepotoshwa. Hoja yangu ya pili ni kuhusiana na mama ambaye anasema kwamba tumuache mama afanye kazi. Wanaume tumemnani sana, tumemsumbua sana, tunamkosoa sana, tunamsema sana. Tumuache afanye kazi. Sasa swali la kujiuliza, hiyo kazi aifanye ni kazi gani? Kwa sababu kwenye hayo ambayo tunayaongea ni kuhusiana watu ndugu zetu kutekwa, ni kuhusiana na ndugu zetu kwa kwenye Oktoba 29, alafu wanazungumzia maliziano. Alafu pia ni vizuri sana musiwe mnajizima data. Nitaka nisome hapa maandiko, ila acha leo nisisome kwa sababu hapa siko location nzuri, ila nitayaongea tu kwa namna ya kawaida. Biblia inasema kumbuka ni wapi ulipoanguka ukatubu. Usipofanya hivyo naja kukitoa kinara chako. CCM mnachokifanya ni kama mnajifanya hamkumbuki chanzo cha watu kuanza kuongea ni kipi. Mnajifanya kama mkumbuki. Maliziano mnayolazimisha, Alpha Polepole aliongea tusikubali maliziano baada ya mambo kuharibika. Tukae kwanza chini kabla uchaguzi. Sasa hivi mnataka maliziano wakati mwanzo maliziano yaliitwa na wananchi mliyakataa. Ila sasa hivi mnataka maliziano. Lakini mbili yake nyuma yake mnajisahaulisha kwamba kuna watu walitekwa, wakina Mdude Nyagali, wakina Deusi Soka, wakina Sativa akaja kaponyoka, akaja kasema aliyeniteka ni Mafwele. Mpaka leo hakuna hatua zozote zilizochukuliwa. Wametekwa wengi, wakina Chaula, wakina Injili Geuzayo Lo, na wengine ambao hawajulikani kwenye tasnia ya kwenye social media, hawajulikani kwenye media. Hao ndio tulikuwa tunasikia tu wameokotwa kule kwenye mifuko. Kila aliyekuwa anajaribu kuonekana atakosoa mamlaka au serikali alikuwa anawindwa na kuandamwa kwa namna moja ama nyingine. Sasa mimi nisemacho ni kwamba nchi sio mali yenu hii. Musihisi kwamba mnaweza mnafanya chochote mtakapojisikia. Mimi nimesema hakuna mtakachojenga, zaidi mtaendelea kubomoa, na zaidi mungelikuwa mna uwezo wa kukumbuka chanzo cha watu kuandamana ni nini, mungejua namna ya kulisolve hilo tatizo. Lakini kama hamtaki kujua chanzo cha watu kuandamana ni nini, ila mtu mnasema walichochewa na watu wa nje. Wakati mlikuwa mnateka watu, wanajitokeza wanasema hata tukiwapoteza polisi msiwatafuta, mchukue hatua zozote. Wakina Mafwele waliotajwa na kina Sativa hamchukui hatua zozote, ila mnakuja mnataka maliziano na hao watu bado wako kwenye nafasi. Nimeona hata Mzee Butiko anasema kwamba haamini kwamba Rais Samia ndiye anayehusika. Basi ashughulikie hao ambao walikuwa natajwa kwamba ndio wanaohusika na masuala ya utekaji. Kwa nini asiwashughulikie kama kweli yeye hahusiki? Kwa sababu Biblia inasema wao waiachao sheria huwasifu waovu. Kitendo cha yeye kuto kuchukua hatua kwa waliokuwa wanahusika na masuala ya utekaji ni wazi naonyesha anafurahishwa, na pia inawezekana yeye ndiye aliyetuma. Magufuli alifanyaje walipopotea watoto kule Njombe? Alifanyaje? Aliondoa wote waliokuwa wanahusika pale. Mara sio si mara PC sio yani, aliwaondoa pale kwenye zile kazi ili kuonyesha kwamba hakubaliani na uzembe huu. Lakini sasa sisi wakina Ali Kibao wanashushwa kwenye magari, wanaenda na uwawa, unasema kifo ni kifo. Kifo ni kifo. Alafu mnakuja na unasema mwacheni mama afanye kazi. Kazi gani? Kazi gani? Kazi ni hii ambayo ndugu zetu wamepotea. Mnajifanya hamjui kinachosababisha watu wanaongea, ila mnataka kwamba mwacheni maliziano, mwacheni. Kumbukeni kwanza chanzo cha watu kuongea ni nini. Kumbukeni chanzo cha watu kuandamana ni nini. Kwa sababu akina Polepole wao ni moja ya sehemu ambao watu mioyo yao inawauma mpaka leo. Alpha Polepole ndo moja ya kiongozi alikuwa ndani ya CCM. Bora hata wengine ambao kwa nje ya Chadema, ila ndani ya CCM ambaye alikuwa anafichua wozo mwingi wa kuhusiana na rasilimali zetu, makaa ya mawe, gesi kuuziwa bei wakati kuna nchi ambazo wanauziwa shilingi tu 2000. Hamkumbuki chanzo ni nini kilichopelekea mpaka watu wameamua kuandamana. Mnayatindinganya mambo afu mnakuja mnasema muacheni. Inasema mnacheza na kazi ngumu mno, na hata kama mtakuwa mnajitokeza katikati ya jamii mkitafuta kujisafisha,
una kazi ngumu sana ya kujisafisha, ngumu sana. Nitakuja na klipu ambayo nitachambua kwa utulivu, nitaelezea kuhusiana ni wapi kilichotakiwa kifanyike au ni kipi kitakuwa kifanyike ambacho CCM wedha pengine watu wangeamini, lakini kwa hii ya sasa hii itaanguka na mtaamini macho yenu. Hamtaamini macho yenu, haipiti miaka mitatu hapa mbele itaanguka vibaya, na wote ambao mlikuwa mko nyuma yake mtakuwa mnajaribu kujificha, lakini kumbe mshajichola. Waswahili wanasema mwogope, nadhani lugha mtaaba leo kusema mwogope Mungu, ogopa na teknolojia. Wote mnaojitokeza mnajaribu kuisafisha, mnasahau ni chanzo ni nini, ila mnajaribu tu kuisafisha kina butiku. Wote mnaojitokeza kwenye mitandao ya kijamii mnajiweka wazi kwamba nyinyi pia mlikuwa mnaungana na wauaji wale walioua ndugu zetu, walioteka ndugu zetu. Acha niishi hapa, takuja na klipu na maelezo hiyo niliweza kusema. Hii ni sauti ya mtoto mtolee kutoka nyikana, nasema tengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake, ili mtu yule afae katika Bwana tangu sasa, ili apate kutimiza wajibu wa kangali bado akiwa yuko duniani. Tazama, Mungu mhukumu wa haki wa kila mtu anakuja na malipo, na hii ndiyo maana ya neno Maranatha. Amen. Hongera kwa kunisikiliza.